Ya, Bwana Yesu asifiwe sana. Habari ya uzima milele. Leo tunalo neno la Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri sura ya 7, anzia mstari ule wa 16 mpaka wa 17. Kuna mambo makubwa mawili pale yameelezewa ya msingi sana. Kwanza amesema usiwe na haki kupita kiasi. Kwa nini ujiangamize mwenyewe? Na usiwe muovu kupita kiasi. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Sasa haya maneno ni makubwa. Haya maneno ni makubwa kwa sababu yamebeba hatima. Yanazungumzia hatima ya mtu. Yanazungumzia usalama wa mtu. Yanazungumzia uhai wa mtu. Kwa hiyo sio ya kupuuzia. Usiwe na haki kupita kiasi. Kwa nini ujiangamize mwenyewe? Na usiwe muovu kupita kiasi. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Sasa ninachotaka kusema hapa ni nini? Kwanza kabisa anaposema usiwe na haki kupita kiasi, unajua kuna ile tabia ya kujitahidi kuwa vile ambavyo haiwezekani kuwa, na unavyojitahidi kufanya hivyo ndivyo unavyoharibikiwa. Afu unafikiri ndio unafanya sahihi. Nafikiri hujanielewa hapo ninachomaanisha. Yaani iko hivi, kwa mfano unajitahidi, aidha labda tuchukulie mfano kwa wanasiasa. Unajitahidi kupambana na siasa, wakati kwenye siasa unazidi kuumia tu. Yaani unazidi kuumia ila tu unapambana. Lengo, yaani unajitahidi kwa nguvu zako. Ile anasema unajaribu kuwa mwenye haki kupita kiasi. Yaani kupita zaidi ya vile unavyoweza wewe. Sasa kwa nini ujiangamize? Yaani kitu hakina matokeo kwako. Kitu hakina matunda kwako, ila unaendelea tu. Maana yake unajaribu kuwa na haki kupita kiasi. Hata kwenye ndoa unajaribu kung'ang'ania ndoa ambayo imeshajifia, ilimradi tu kwamba uonekane ni mwenye haki. Yaani uonekane una haki. Kama ndoa imeshajifia, achana nayo. Kama siasa imeshagoma, achana nayo. Kwa nini kupotezee muda? Kwani usipofanya siasa hauishi? Ambao hawafanyi siasa hawaishi? Haya, kukaa kwenye ndoa ambayo imeshajifia au kuondoka kwenye ndoa ambayo imeshajifia. Yaani ninaposema ndoa imeshajifia, maana yake namaanisha upendo haupo tena, kila siku ni kufanyana ukatili tu. Hiyo ndoa hamna kitu. Yaani mkishafika hatua kwenye ndoa mnafanyana ukatili, mara leo umepigwa ngumi, mara leo sijui mtu mwingine alikatwa sijui nini, sehemu za siri sijui nini, hapa hakuna ndoa tena. Na kitu kingine nawaambiaga watu, kama ukipata nafasi tembelea YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho. Kuna mambo mengi utajifunza. Lakini pia uje kwenye chuo chetu cha Tanzania University of Spiritual Leadership ambacho kina mafunzo mazuri sana. Unalipia tu ada $10 tu kila mwezi. Alafu unasoma ukiwa nchi yoyote, mahali popote. Maana unasoma kwa njia ya WhatsApp. Mwisho anasema usiwe muovu kupita kiasi. Kwa nini ufe kabla ya wakati wake? Maana yake kuna vitu ambavyo unaweza ukawa unatenda vinakuja kutengeneza mfumo mbaya wa uhai wako. Sasa kama vinatengeneza mfumo mbaya wa uhai wako, unajua maana yake vinatengeneza mazingira ya kukuondoa chini ya jua. Hauna haja ya kupoteza maisha. Bado Mungu anahitaji wewe ufanye kazi ambazo unasikia amani. Using'ang'anie kufanya kitu ambacho hakina matokeo chanya. Kwa nini unataka kujifanya kuwa mwenye haki kupita kiasi? Unalazimisha vitu visivyoenda katika mwelekeo ambao vinakupa uzima. Yesu mwenyewe alisema hivi, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sasa ukifika hatua, kwa mfano hata kama ni uchungaji, mimi hapa ni mchungaji, ni bishop, ni profesa. Uchungaji ukifika hatua ukawa ni mzigo mzito, sina utua na viacha, kwani bila uchungaji sikai, siishi. Uchungaji, utumishi wangu ikifika hatua ikawa ni nira ngumu, naacha. Kwa sababu ikisha kuwa nira ngumu, manake huko hakuna neema. Yaani humo ndani yake humo hakuna neema, umebaki unabeba mwenyewe. Kwa sababu kama ni Yesu yuko ndani ya hicho unachofanya, lazima kiwe chepesi kwako. Hata kama watu wengine watakuona
unapambana, lakini wewe utaona kuna wepesi, kwa sababu nira ya Yesu ni laini, hakuna ugumu. Ijapokuwa inaweza kaonekana kwa nje kama kuna ugumu, lakini wewe ndani yako unahisi hakuna ugumu, kwa sababu una amani. Lakini sasa wewe unapambana mpaka unalala kichwa una stress sijui nini, eti kisha unamtumikia Mungu sijui. Achana na hayo. Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kwa nini ujiangamize? Kwa nini? Why? Why? Muulize mwenzako why? Why? Muulize mwenzako. Kwa nini ujiangamize?